لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ad-dinu nasihatun, dini ni kupeana nasaha, dini ni kunasihiana. Bismillahir rahmanir rahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala shahru siyama 'ala al-ayyam qad fadla haqqan fihi kitabullahi qad nazala tuba li'abdin ata'a Allaha mujtahida wa bidhikri fihi aw al-Qur'ana mushtaghila. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah alqaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Amma ba'du, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua, na katika siku ya leo tutaeleza asrari al-Qur'an wa asma'illahi al-husna, siri za Qur'ani na majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa leo ni mwezi 13 Ramadhani 1446 Hijria. Ndugu yangu katika imani, miongoni mwa faida tutakazozipata leo, miongoni mwa mambo tutakayojifunza leo, fil jum'a athani min shahri Ramadhan, katika Ijumaa ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, faqra'u hadhihi sura, isome sura hii, sura ambayo ndani yake ina manufaa mengi mno, na kama alivyohadithia Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anaeleza kwamba sura hii ni katika sura ambazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akizipenda sana. Ilifika wakati katika siku za Ijumaa kama ya leo, Mtume alikuwa akiisoma katika swala, wakati wa kuswali salatul Jumaa, lakini pia alikuwa akiisoma sura hii wakati unapofikia Eid al-Fitr na Eid al-Adha, yani Eid ya kufungua na Eid ya kuchinja. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akikithirisha kuisoma sura hii. Ni sura ina faida kubwa sana kama ilivyopokelewa na Imam Bukhari na Muslim. Muda hautoshi, lakini kwa mwenye kuhitaji anaweza kwenda kurejea akayakuta haya manfaa yaliyo katika sura hii. Ama tukianza katika faida, kwa yule ambaye atakayeisoma sura hii katika Ijumaa ya leo ambayo ni Ijumaa ya pili ya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, faida ya kwanza, satakunu a'la nas, atakuwa ni mtu wa juu kwa watu. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamnyanyua, Mwenyezi Mungu atampa hadhi, Mwenyezi Mungu atampa daraja, Mwenyezi Mungu atampa cheo. Na haya ni mambo ambayo waliotangulia waliadiriki wakayapata, kwa sababu ilikuwa kila Ijumaa iliyo ndani ya Ramadhani kwao ni fursa. Lakini jambo la pili, ataisirul umur, ni kuwepesishiwa mambo. Mambo yako yatakuwa mepesi, biashara zako zitakuwa nyepesi, kazi zako zitakuwa nyepesi, ili mradi kila kitu chako utakachokiendea Mwenyezi Mungu atakutilia wepesi kwa baraka ya sura hii tutakayoelekeza itakaposomwa ndani ya Ijumaa ya pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Faida ya tatu tutakayoelekeza kwa siku ya leo, na ndio itakuwa ya mwisho, satakunu aghna nas, yule mwenye kuisoma sura hii atakuwa ni mwenye kutoshelezwa katika watu. Allahu akbar! Tena huku kutoshelezwa kwa watu fi siha, kwa afya yake kuimarika kuwa nzuri madhubuti, lakini vile vile fil mal, katika mali yake na machumo yake. Lakini kama hilo halitoshi, wa fi rahati nafsia, na katika kupata raha ya nafsi. Haya yote matatu Mwenyezi Mungu atakujalia wewe pindi utakaa kuisoma sura hii ndani ya Ijumaa ya pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Muda wa kusoma hii sura baada salatul fajri wa qabla salatul maghrib, yani baina ya wakati wa swala ya alfajiri na kabla salatul maghrib haijaingia, hapa katikati tenga muda isome sura hii, itakuletea mambo ya ajabu sana. Namna ya kusoma sura hii, la kwanza kabisa utatangulia kufungua kwa basmala 21 mara. Utasoma bismillahir rahmanir rahim mara 21, na herufi hizi zilizo katika haya maneno ambayo ndani yake kuna majina matatu, katika tiba kuna maana kubwa mno, katika tiba kuna faida nyingi mno. Muda hautoshi,
tutakuja kueleza siku nyingine. Utasoma bismillahir rahmanir rahim mara 21. Ukimaliza utamswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam salatu Ibrahim mara 70. Ukimaliza utaleta uradi. Wakati unasoma uradi huu, ya ajwadal ajwadin ya arhamar rahimin, inakuwa ni kitu kimoja. Yani unachukua ya ajwadal ajwadin na ya arhamar rahimin, inakuwa ni moja. Ya ajwadal ajwadin ya arhamar rahimin, ya ajwadal ajwadin ya arhamar rahimin, ya ajwadal ajwadin ya arhamar rahimin. Unasoma namna hiyo. Utasoma jina hili au majina haya au sifa hizi takriban 21 mara, utasoma mara 21. Baada ya kumaliza sasa, ndipo utasoma sura hii munasaba, ambayo ni sura iliyoteremka katika mji wa Makka, ambayo hii sura ni sura ya 87. Sura hii inaitwa Suratul A'la. Allahu akbar. Suratul A'la. Kule tumesema faida ya kwanza atakayopata mwenye kuisoma sura hii, satakunu a'la an-nas, atakuwa ni wajuu kwa watu. Mwenyezi Mungu atamnyanyua, atampa hadhi. Na sura yenyewe inaitwa Suratul A'la, sura ambayo imeanza kwa tasbih. Amesifiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametakaswa. Hii sura ina mambo makubwa sana. Hujachelewa, bado muda tunao. Kutokea salatul fajiri mpaka wakati wa salatul maghrib, hapa katikati tuna masaa kadhaa, na kuisoma sura hii haina masaa mengi, haichukui hata nusu saa, ni muda mfupi sana. Tuisome sura hii sasa ili tuifunge darasa yetu, tukiamini kwamba kila mmoja wetu atakuwa amepata manufaa na atakuwa ameelewa, na yule ambaye amepata kukwazika, hakuelewa, hakufahamu, ataingia kwenye comment hapo ndani ya darsa na ataandika ambacho anatamani kukijua, na insha Allah tutamfafanulia bihaulillahi tabaraka wa taala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. ndugu yenu katika iman Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushayri Ash-Shirazi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa بالله ويا نعم المولى.